Kwa nini mimi? Kwa nini mimi peke yangu? Mbona dunia inanitesa? Mbona dunia imeniamulia peke yangu? Mbona kuna mamilioni wengi ya watu duniani, lakini kwa nini niteseke peke yangu? Kwa nini peke yangu? Jana nimenusulika kufa, leo nawindwa kufa. Sioni thamani ya kuishi, ingawaje kufa naogopa pia. Mimi nifanyeje? Nawezaje kuepuka kifo mimi? Mungu, tangu kifo cha wazazi wangu nimekuwa mtu wa maisha ya kuteseka tu, nawindwa na kutafutwa kila siku. Kijijini ambako ningelipata msaada wanahitaji kuniua mama. Mjini ambako nimekimbilia nikidhani kwa salama, nako wanataka kuniua mamangu. Binadamu hawana huruma mamangu, hawanionee huruma mamangu. Nikiwauliza watu wanaonizunguka wanaonionea huruma, nikiwauliza kwa nini, wananiambia ni kwa sababu mimi ni albino mama. Labda mimi kuzaliwa nikiwa albino ndio kosa langu mamangu. Eti mama, nateseka mimi mamangu, nateseka mama. Rudi nitazame napoteseka mimi mwanao mama. Hayo ni maneno ya binti wa Tende. Alikuwa akiumia ndani ya moyo wake, alikuwa akilia na kuthibitisha umivu la ndani alilokuwa nalo. Chozi la maumivu lilikuwa likimtoka. Akaona kwamba yeye yupo peke yake katika hii dunia mwenye mateso na maumivu mazito. Akaona duniani hakuna wengine wanaoteseka, ni yeye peke yake. Tumaini akalikosa kabisa. Wakati mwingine akatamani kufa, lakini kufa nako anakuogopa. Hususani ni kifo ambacho anatamaniwa kufa. Wananzengo wanahitaji afe kwa upanga, lakini yeye anahitaji afe kwa upendo wa Mungu, afe Mungu akiwa amehitaji. Alikuwa amekaa chini huko akijiuliza, kwa nini yuko peke yake katika hii dunia anateseka? Kwa nini amezaliwa akiwa albino? Kwa nini wengine hawamwonee huruma? Kwa nini na kwa nini tena na tena? Why? Alikuwa akijiuliza binti huyu wa Tende, anajiuliza sana. Kumbukumbu zake zinarudi miaka kadhaa nyuma. Miaka ile wakati yupo kijijini, na ndio siku ambayo alimpoteza mamake mzazi. Naomba turudi pamoja miaka kadhaa nyuma, kabla tujaenda na stori ya maisha yake iliyopo kwa sasa. Zilikuwa zinasikika ngurumo za radi, na mvua kubwa ilikuwa ikiendelea kunyesha. Wanakijiji wote walikuwa wamejihifadhi kwenye vijumba vyao vya asili ili kujikinga na mvua. Ingawaje nyumba zao zilivuja, ila walijikaza, maana siku zote ni heri nusu shari kuliko shari kamili. Wanakijiji waliona ni bora kunyeshewa na manyunyu ya mvua wakiwa ndani kuliko kunyeshewa na mvua nje. Ghafla upepo mkali ulianza kuvuma kijijini. Wanakijiji mioyo yao ikaanza kwenda mbio sana, maana nyumba zao hazikuwa na uimara hata kidogo. Nyumba zao hazikuwa na uimara kabisa. Upepo ukaendelea kuvuma na kuongezeka zaidi na zaidi. Kila mwanakijiji
akawa kimomba Mungu wake aweze kumsaidia kumtoa kwenye hiyo dhoruba ambayo imewakuta kwa ghafla sana. Nyumba zao zilianza kukosa na uvumilivu. Nyasi zikawa zinachomoka na kuacha nyumba ikiwa wazi kabisa. Wanakijiji wakaanza kukimbia chini ya miti ili kujistiri. Wengine wakawa wanaelekea kwenye nyumba ambazo bado hazijazulika, ila haikusaidia, maana nyumba zote kijijini zilibomolewa na upepo huo. Miti nayo matawi yalitobolewa na mvua kufikia barabara waliokuwa chini ya miti hiyo. Miti mingine, msikilizaji, ilikuwa ikipigwa na radi, na baada ya kupigwa na radi ilikuwa ikikauka pale pale, na waliokuwa chini ya miti hiyo kudhurika, wengine kufa kabisa. Hakika ilikuwa ni siku mbaya sana kwa kijiji cha Mange Bukende. Ilikuwa ni siku mbaya, siku mbaya mbaya. Unapoambiwa ilikuwa siku mbaya, msikilizaji wangu, elewa ilikuwa ni siku mbaya sana. Wanakijiji walitapatapa huku na kule, kila mmoja alikuwa akilia sana, na wengine pua zao zilishindwa kabisa kuifuta hii hewa ya kwenye ulimwengu uliojaa machafuko kila kingo zake. Watu wote kijijini wakawa wanajiuliza ni nini sababu. Wengine walikuwa kisema, yote haya kataka chifu. Nilisema kumwacha Watende abaki kuwa hai ni kuzua makubwa, ona sasa. Wengine wakawa kipiga kelele za kuomba msaada, jamani, naomba mnisaidie, mimi naangamia. Ila hakuna aliyeweza kutoa msaada. Badala yake kila mmoja alikuwa akitafuta namna kujiokoa mwenyewe, maana ilikuwa ni titi patashika, nguo za ndani kuchanika, za nje kusalimika. Yalikuwa ni yale maajabu ya samaki kupanda mti akitoka baharini, ziwani au mtoni. Hakika ilikuwa ni siku ya maumivu, siku ya majozi, siku ya vilio katika kijiji hicho cha Mange Bukende. Siku hiyo, msikilizaji, mvua ilinyesha kuanzia asubuhi ya saa 1 mpaka jioni ya saa 11. Maafa yalikuwa mengi kijijini. Hakuna nyumba ambayo ilisalimika. Nyumba zote zilibomolewa. Kila nyumba kukawa na msiba. Hakuna aliyefariji mwenzake, maana kila nyumba kulikuwa na vilio visivyo vya kawaida. Kama jirani akipiga kelele kampoteza mtoto wake, basi jirani mwingine angepiga kelele kusema kampoteza mke wake, au mwingine angepiga kusema nimempoteza mume au familia yangu kabisa. Hakika hakuna aliyekuwa mfariji wa mwenzake. Kila mmoja alikuwa akiugulia umivu lake mwenyewe. Msikilizaji, siku iliyofuata la mgambo lilipigwa na kila mmoja akatakiwa kuelekea ilipokuwepo nyumba ya chifu, maana nayo ilisombwa na mvua. Kwa hiyo ilitakiwa kusogea sehemu ambayo nyumba ya chifu ilikuwepo hapo awali ili waweze kufanya kikao cha hadhara. Lengo ni kujadili tatizo hilo lililowasibu siku hiyo na kujua wanawezaje kukabiliana na changamoto hizo ambazo zimewakabili. Wanakijiji walisogea eneo hilo, huku kila mmoja akiwa na hasira sana kwa hilo lilokuwa limewasibu siku hiyo. Baada ya wanakijiji kusogea eneo hilo ambalo ilikuwepo nyumba ya chifu, chifu alifungua kikao, kisha kikao kikaanza. Kila aliyesimama, msikilizaji, kuchangia pointi yake ama maoni yake, hakuacha kulitaja jina la Watende. Mara huyu asimame na kusema, Watende ndio sababu ya yote haya. Mimi niliwaambia kumwacha Watende kuwa hai ni kuzua matatizo. Ni sasa tazama, mimi nimempoteza mke wangu, nimempoteza watoto wangu. Yote ni kwa sababu ya mjarana kile kitoto Watende kile ambacho mheshimiwa ulikitetea. Mfalme ulimtetea yule mtoto. Ndio haya.
Mwingine aseme huku akiwa na hasira sana zaidi ya mtu wa kwanza. Jamani, nilisema na sikuacha kusema. Aliposema mzee wetu hapo, mimi pia nilijazia. Mamangu kafa, tazama. Yote ni Watende atatusababishia matatizo mkabishi. Ona sasa, tazama. Watende ndio sababu yote haya. Watende, ni Watende. Hakuna mtu mwingine. Mara mwingine anyanyuke kusema, Watende, Watende, Watende. Na hapa, huyo ndio sababu yote haya. Miungu ya Fatarimu imekasirika kumwacha uhai wake. Nilisema Arubino kuwabakizwa kwenye kijiji chetu ni kuzua makubwa. Tazama, tazameni, tazama maafa haya kwenye kijiji. Watu wanakufa kama viumbe wadogo ambao wana thamani kwenye hii dunia. Watu wanakufa. Yani hakuna aliyesimama asihitaji jina la Watende kwa ubaya. Kila aliyesimama alisimama na kumtupia lawama Watende. Watende ni nani? Ni mtu gani? Ndio tunaanza simulizi yetu. Tafadhali naomba tuwe pamoja. Dondoka like hapo, alafu niambie Watende ni upi. Niacho kushauri tu kwamba usiondoke, bado tunaendelea. Nazo dakika kadhaa mbele, tuendelee nikusimulie simulizi hii ya kusisimua sana. Kwa hatua hii tuliofikia, dondoka comment hapo. Na baadaye pia utadondoka comment nyingine ukielezea ni Watende yupi huyu ambaye anatupiwa lawama. Watende yupi? Tuendelee na simulizi yetu ya kusisimua sana, simulizi ya maisha, simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Arubino. Msikilizaji wangu, chifu alijaribu kumtetea, ila wanakijiji hawakumsikiliza kabisa. Badala yake wakawa wanamtishia maisha na yeye pia, wakisema hatakiwi kumtetea Watende. Kama akizidi kumtetea basi wanamchukulia hatua. Waliendelea kusema haiwezekani amtetee mtu ambaye analeta baraa kwenye kijiji chao. Alafu wakamhakikishia ya kwamba kama tabaki anamtetea Watende binti Arubino, basi litamkuta kubwa na itamkuta jambo kubwa sana kwenye ufalme wake. Chifu hakuwa na jinsi, aliwaruhusu wakamfanya kile wanapenda huyo Watende, kama wanavyoamini kuwa Watende ndio chanzo chote hayo. Hapo wanakijiji wakageuka kwa hasira. Mara huyu achukue kisu, mara yule achukue panga, mwingine achukue fimbo, mara huyo naye achukue jiwe. Yani kila mtu alibeba kile ambacho aliona kama kinaweza kumfaa kumtenda tukio Watende. Baada ya kuchukua silaha, wakaanza safari ya kwenda nyumbani kwao na Watende, huku wakiwa wamedhamiria kumuua na kumteketeza binti huyo Watende. Watende alikuwa mtoto wa kike mwenye miaka 11. Alikuwa na tatizo la ulemavu wa ngozi, na maanisha Arubino. Kwa muda huo alikuwa akilia sana baada ya kumpoteza mama yake kwenye dhoruba iliyotokea siku ya jana yake. Upande wa baba yake, msikilizaji wangu, alikuwa amemzika muda mrefu sana. Hii ni baada ya kuliwa na mamba wakati anavua samaki mtoni. Binti huyu akiwa hana hili wala lile, alipotupa macho yake mbele yake, aliwaona wanakijiji wakija alipokuwapo. Tena wakija wamebeba silaha kama fimbo, kisu, panga, mawe na kadhalika. Pale pale alitambua dhahiri ilikuwa anafuatwa yeye.
Haraka alinyanyuka eneo lilokuwa amekaa na kuanza kukimbia sana. Wanakijiji nao wakaanza kumkimbiza ili wamtende kusudio lao. Hakika wanakijiji walikuwa wameingiwa na uchu wa kutoa roho ya Watende kwa nje ya upanga bila huruma kabisa. Maskini Watende, nini ameukosea hao wanakijiji? Au kuzaliwa akiwa mlemavu ndo sababu ya kutupiwa yote hayo? Hivi Watende atafanikiwa kutoka kwenye mikono ya wanakijiji wenye hasira kali? Je, wanakijiji atafanikiwa kufunga ukurasa wa historia ya maisha ya Watende? Majibu ya maswali yote hayo yapo katika kisa hiki ambacho tunaendelea kukisikiliza hivi sasa. Kikubwa tu, endelea kusubscribe. Kama hujasubscribe, bonyeza alama ya kengele hapo ipo subscribe ili ukawe mwanafamilia halisi wa simulizi hii ya kusisimua sana. Simulizi na ukwenda kwa jina Binti Arubino. Watende alikimbia mpaka kwenye misitu ya Mono. Misitu ambayo kulikuwa na wanyama wakali na vitu vya ajabu ajabu vikiwemo ndani ya msitu huo wa Mono. Wanakijiji walipoona Watende amekimbia kwenye msitu huo, ilibidi kuchagua vijana mashupavu na kuwabariki ili waende kumkamata Watende ili wamuue, kisha mwili wake urudishwe kijijini kwa ajili ya kufuta laana. Msikilizaji wangu, kwa imani za wanakijiji wa kijiji cha Mange Bukende, waliaminishwa na wazee wa zamani kuwa Arubino akizaliwa anatakiwa afe na atolewe kama sadaka kwa miungu yao iliyojulikana sana kwa jina la Fatarimwe. Mara nyingi viungo vyao vilikatwa na kuwekwa kwenye chumba ambacho ni chumba cha siri cha miungu ya Fatarimwe. Kisha viungo hivyo hupotea na kusemekana kuwa miungu imefuta laana zote ndani ya kijiji. Sasa chifu mpya alipoingia madarakani alitamani sana kufuta imani hizo, ila imekuwa ngumu sana. Hii ni baada hilo tukio la mvua kubwa kunyesha na kuharibu mali za wanakijiji. Hatimaye maisha ya Watende yakawekewa mabano na asilimia kubwa ya maisha ya Watende ikawa kifo, huku asilimia ndogo ikienda kwenye maisha. Msikilizaji wangu, walichaguliwa vijana 6 waliokuwa na nguvu tena imara, na wakawa wameingia kwenye msitu huo ili kumfuata Watende, ili wahakikishe Watende anakufa na kuachwa na kijiji wakiwa na amani, huku laana ikitoweka bila kujua kwamba wanateswa na utumwa wa imani babaifu zilizokuwa na uongo ndani yake, huku ikiwa sajala ya kijungujiko tu kwa wale wenye kujua ukweli ndani yake. Watende alikimbia sana, huku nyuma akikimbizwa na kundi la vijana. Ili kuondoa uhai wake, miguu kisogoni, upana wa hatua kwake ndio ulikuwa usalama wake. Maana kama atatembea kidogo, basi upanga utapita shingoni kwake. Hivyo ikabidi ajaze mwendo ili kusalimisha maisha yake. Watende wakati anaendelea kukimbia, ghafla alijikwaa na mwili wake ukasalimia ardhi bila kutarajia. Maumivu makali aliyasikilizia na alianza kuugulia maumivu kutokana na kuwa ngozi yake ilikuwa nyelolo sana. Basi binti Arubino huyu alichubuka na damu zikawa zinatoka na kumwacha Watende akiendelea kuugulia maumivu. Alipogeuka nyuma yake, vijana tayari walikuwa wamekwisha kumfikia. Alipokuwa anataka kukimbia tena, aliyesalimiana na bapa la panga baada ya kupigwa na kijana mmoja wapo kati ya hao vijana. Pale pale akajikuta akianguka chini kwa mara nyingine.
aliwatazama sana wale vijana, akawa naomba siuawe, ila ikawa sawa na kumlazimisha ng'ombe kunywa maji, huku yeye hana mpango huo. Watende alilia sana, huku akiendelea kuomba asitendee ukatili huo. Jamani, naombeni msiniue, niacheni uhai wangu. Hata mimi sikutarajia na sikupenda kuzaliwa hivi, ndugu zangu. Msiniue tafadhali kaka zangu, naomba mnisamehe. Mimi kuzaliwa albino sikutarajia, ndugu zangu. Naomba msiniue, msiniue kaka zangu, nisameni, nioneni huruma mdogo wenu. Leo hii mimi hapa kisu kipita shingoni kwangu, kweli kweli. Please, naombeni msiniue. Msameheni uhai wangu, sameheni uhai wangu jamani. Msiniue tafadhali, nahitaji kuishi mimi, nahitaji kuishi. Nana, usemi wake ulikatishwa baada ya kupigwa na teke zito la tumbo. Pale pale akajikuta akitokwa na damu mdomoni, ikabidi akae kimya. Mmoja kati ya wale vijana akawa amemtazama sana Watende, akachuchumana kumtazama kwa makini, akamwambia maneno ya dharau, kuonyesha dhiaka na kuthibitisha kwamba wapo tayari kumteketeza, hauwezi kumwonea huruma kabisa. Maskini Watende. Kwa hiyo unadhani kwamba unaweza ukaishi? Hiyo sahau binti, sahau kabisa. Hauwezi ukaishi hata siku hii, hata siku moja. Wewe ni wakufa tu, hauna thamani ya kuishi. Unaishije sasa? Wewe tunakuua leo, tunakata kichwa chako, kisha tunakupeleka mwili wako kwenye kijiji. Haya, tukusamee, sawa, tukusamee. Alafu na kijiji wabaki kwenye laana yako. Umeleta laana mwenyewe, unazaliwaje ukiwa albino? Sisi mwana tuko hivi, tazama, tuko weusi, tuna nguvu. Tazama tu, wewe ujione tofauti. Ona hayo meno yako, una meno. Wewe vipi wewe? Tukusameeje? Baada kusema maneno hayo, aliwatazama wenzake, kisha akaanzisha mazungumzo kabla ya kufanya mauaji yao. Nahisi huyu tayari amezidisha miaka 10. Ndiyo, ya. Ndiyo. Tayari miaka 11 imepita baada yeye kutetewa na chifu. Kipindi kile wakati anazaliwa itakiwa kufa, lakini akatetewa na chifu. Ya. Sasa inaeleweka haina haja ya kurudia. Kama tukiamua kumuua bila kumaliza taratibu zote za mauaji hapa, laana na sisi inatujia. Tunazaa watoto kama huyu aliyo. Kwa hiyo inatakiwa tufanye adhimio letu. Ndio hivyo. Inabidi tupige kura, nani aanze, nani amalize. Ni utaratibu wa wanakijiji cha Mange Bukende kuwa albino wa kike hatakiwi kuuawa kabla ya kubakwa, na kama atauawa kabla hajabakwa, basi waliamini kuwa laana itakuwa juu yao. Baadaye wangezaa watoto kama hao, ikiwa ni lipizo la laana.
Basi walikubaliana nani aanze na nani amalize kwenye shughuli hiyo ya kufuta laana juu yao kwa kumwingilia kimwili Watende bila ridhaa yake. Watende alilia sana, akawa naomba asitendewe huo ukatili, ila hakueleweka kabisa. Basi akawa naomba auawe tu, laana haitawapata, ila napo hawakumsikiliza kabisa, maana walikuwa wamekwisha panga na kutia nia ya kumtenda ukatili huo Watende. Maskini Watende, afanye nini? Tukio la kutisha la kumwingilia kimwili Watende bila ridhaa yake lilikamilika. Vijana maridadi wa Rushiba haswa walimwingilia kimwili Watende bila huruma kabisa. Watende alikuwa katika hali mbaya sana. Maumivu makali aliyasikilizia. Machozi yalikuwa kimtoka na kutoweka ardhini. Alikuwa amelala chini akiwa hana nguvu za kuinuka tena, huku akiwatazama hao vijana ambao kwa muda huo walikuwa akicheka sana na kumtemea mate ya dhihaka Watende. Baada vijana hao kukamilisha hatua ya kwanza ya kufuta laana kama walivyoamini, hatua iliyofuata ni kutoa uhai wake kwa kukata shingo lake kwa kisu bila huruma kabisa. Kitu hiki kimekuwa kikitokea, tumekuwa tukikiona na kukishuhudia, wengine tukifanya na kuwachinja kuku, mbuzi na wanyama ambao Mungu aliruhusu kuwachinja. Lakini leo hii binti Watende, kisu hicho hicho kilitakiwa kupita shingoni kwake. Basi wale vijana wakamsogelea. Baadhi wakashika mikono, miguu na kichwa, huku wengine wakiwa wameshika kisu tayari kupitisha shingoni kwa Watende bila huruma kabisa. Hakika Watende anaenda kuonja kisu mbele ya uso wake. Atafanya nini sasa? Nguvu ya kupigana hana. Afanye nini? Afanye nini binti Watende? Afanye nini? Afanye nini huyu binti? Tazama, anaenda kuuawa, anaenda kuchinjwa kama mbuzi, kama ndege, kama mnyama ambaye Mungu aliruhusu sisi wanadamu tuchinje. Iko wapi huruma? Upo wapi ubinadamu? Mbona binadamu hawa watu waone huruma? Arubino anachinjwa, arubino haone huruma, arubino anauawa. Kwa nini? Kwa nini? Kwani yeye hana haki ya kuishi? Kwa nini achinjwe? Kwa nini atafutiwe? Kwa nini atafutwe? Tangu lini yeye akawa laana? Tangu lini yeye akawa bahati ya kuwafanya hao makachero wanaohitaji utajiri kufanikiwa? Enyi watu mliokufa katika fikra, why? Kwa nini? Jokoeni, unaposikiliza simulizi hii, usisikilize kama kujifurahisha tu, kufurahisha moyo wako, bali sikilize ili ukapate fundisho, funzo, na kesho ukaende kuelimisha wale ambao hawajui ya kwamba rubino hawana hatia. Kisu kilishuka kwa ajili ya kupita shingoni kwa Watende. Tayari alikuwa amedhamiria kutoa uhai wa Watende bila huruma kabisa. Je, simulizi ya ukurasa wa maisha wa Watende utapotea kwa kisu kikali shingoni kwake? Usikose kusikiliza sehemu inayofuata. Kumbuka simulizi hii imetungwa na kuandikwa Temna
ikasimuliwa nami Rayman Donsu. Karibu Simulizi Creation. Karibu katika uwanja wa simulizi za kusisimua, simulizi za majonzi, simulizi za mapenzi, simulizi za upelelezi na aina zote za simulizi. Simulizi Creation inasimamiwa na waandishi mahiri wa vitabu na riwaya mtandaoni, Rayman Donsu na Silent Killer. Basi usikose sehemu ijayo ambayo itakujia muda kama huu siku ya kesho. Nikutakia wakati mwema uliojaa baraka wa Mungu. Asante na kwaheri. Wewe mpenzi wa simulizi za sauti, karibu sana kuisikiliza simulizi yetu nzuri ya kusisimua sana, simulizi ya kuvutia inayokwenda kwa jina Binti ya Rubino. Simulizi hii utaikuta hapa mpaka mwisho. Ikiwa utasubscribe utasikiliza mpaka mwisho kabisa. Kumbuka, katika nafasi iliyoisha tulishia wakati Watende akiwa kwenye wakati mgumu sana baada ya wale vijana kumuingilia kimwili bila ridhaa yake. Hatimaye wakadhamiria kumuua kabisa ili kukamilisha zoezi lao walilokuwa nalo. Ni kipi ambacho kiliendelea? Ninacho hapa katika nafasi nzuri ya 3. Ni kipi ambacho kiliendelea? Ninacho hapa katika nafasi yetu nzuri ya 2. Karibu tukaweze kuungana pamoja dakika hizi ambazo ninazo, nikakusimulie kisa hiki maridhawa ili ukaweze kujifunza na ukaweze kuwafundisha wale ambao hawajui hiki ambacho tutajifunza leo. Naomba ufanye kitu kimoja, msikilizaji wangu. Baada ya kumaliza kusikiliza simulizi hii, ikiwa sitakukumbusha kushare, naomba ushare ili mwingine akapate fundisho ambalo wewe umeweza kujifunza. Karibu sana tukaweze kujua ni kipi kilichoendelea. Hata hivyo, kabla kisu akijapita shingoni kwa Watende, mara ulisikika mgurumo wa ajabu pembeni yao. Walipotazama walimshuhudia mnyama mwenye ndevu nyingi zaidi ya Shemangwe akiwa amesimama tayari kwa windo lake. Alikuwa simba mkubwa sana. Alikuwa amedhamiria kuchukua binadamu mmoja kati ya hao atumie kama chakula. Wale vijana wakaona ni bora kukimbia kusalimisha roho zao ili waweze kumkimbia huyo simba. Lakini cha ajabu, simba yule akawafukuzia sana, na hapo akampita binti Watende. Hiyo ikawa pona ya Watende dhidi ya kifo cha kisu shingoni kwake. Taratibu Watende alianza kujivuta ili kutoka eneo hilo asalimishe roho yake, huku akiendelea kuugulia maumivu makali aliyokuwa nayo. Machozi yalikuwa yakimtoka na kutoweka ardhini.
alikuwa amelala chini na kutembea kwa tumbo, maana singeliweza kusimama kabisa. Ukizingatia na tukio lililotoka kumsibu muda mfupi uliopita, kwa hiyo alikuwa na maumivu makali sana tumboni kwake na eneo lake la siri. Watende alikuwa akijilaani na kujiona kama hana thamani tena. Kwake akaona ni kama yupo peke yake mwenye matatizo hayo duniani. Kwenye hii dunia akajiona yupo peke yake mwenye shida na mateso hayo. Akakosa tumaini tena ndani ya moyo wake. Maumivu makali yalikuwa yamemwandama binti huyu Arubino, ndani ya moyo wake na katika mwili wake pia. Wakati binti huyu anaendelea kujivuta ili kutoka katika eneo hilo, mara alishangaa kuona buti kubwa mbele yake. Ukizingatia alikuwa amelala chini huku akiendelea kujivuta kwa tumbo lake. Hivyo aliishia usawa magoti na hakuweza kumuona mtu huyo. Pigo la moyo likaongeza kasi. Akaanza kujiuliza, mtu huyo ni nani? Ni wale vijana au ni watu wengine? Taratibu Watende aliinua uso wake kumtazama mtu huyo. Alishuhudia sura ya mwanaume ambaye alikuwa mrefu sana, mwenye ndevu nyingi na kichwani hakuwa na nywele kabisa. Mkononi alikuwa ameshika panga na shoka, lakini pia mgongoni alikuwa amebeba pondo lenye mishale mingi sana. Alimkazia macho Watende bila kuongea chochote. Kisha mwanaume huyo akachuchumana kumtazama zaidi Watende. Akashika nywele za Watende na kuzipapasa. Baada ya hapo akamwamrisha Watende kuwa aachame, na akawa ametazama meno ya Watende, kisha akaachia tabasamu. Watende akawa anajiuliza, huyo ni nani? Na je, atakuwa na mpango gani na yeye? Ila hakuwa na majibu yoyote, akabaki kumkazia macho tu mtu huyo. Bwana yule alimchukua Watende na kuondoka naye. Alienda alikokujua yeye. Baada ya muda walifika eneo kuliko kuwepo hema, kisha wakamuingiza Watende ndani ya hema hilo. Muda wote huo Watende alikuwa kimya, asiongee chochote, maana alikuwa na mambo mawili kichwani kwake. Aidha huyo mtu aliyemchukua ana mpango wa kumuua au kumsaidia. Hivyo akawa kimya ili asubiri matokeo, maana tayari moyo wake ulikuwa unaamini kuwa yeye atakuwa na kuteseka tu. Hakuna siku ambayo atakuwa na amani na kukaa akiwa hana matatizo. Akaamini kabisa kuwa yeye maisha yake yote atakuwa ni kuteseka daima. Bwana yule alimwangalia sana Watende, kisha akamuuliza kusema, unaitwa nani? Watende alimwangalia sana bwana yule, kisha akamjibu, naitwa Watende Lusaka, wazazi wangu wamefariki. Sawa. Ni kipi kimekusibu mpaka uwe na hali kama hiyo? Wanakijiji wananitafuta ili waniue, na ndio maana wahusika walionitenda haya yote. Pole sana, nitakusaidia. Mimi naitwa Makobwe, nione kama ndugu yako. Mimi ni mtu mwema kwako, sio mbaya, sawa eh? Kwa hiyo usijali, na usijaribu pia kutoka hapa. Yaani ukitoka nje ya hema hili utakamatwa, sawa eh? Watende anatikisa kichwa, ishara kukubali agizo la Makobwe. Jioni Makobwe alirudi kutoka mawindoni. Aliwasha moto, kisha akachemsha maji na kumpatia Watende ili aweze kukanda donda lake. Wakati Watende akiendelea shughuli ya kukikanda kidonda chake, mara moyo wake ulipatwa na mshtuko ghafla sana. Haraka akainuka alipokuwa amekaa,
kisha akasogea eneo kulipokuwepo na mlango kutokea nje. Baada ya kusogea, akaanza kuchunguza nini kinaendelea nje. Mbona moyo wake umepatwa na mshtuko mkubwa. Alipoangaza macho yake vizuri, alimshuhudia Makobwe akipatiwa vipande vya dhahabu na wale vijana ambao walikuwa wakimkimbiza. Kisha akawaruhusu kuingia ndani ili kumkamata Watende. Watende moyo wake uliongeza kasi ya mapigo, kijasho chembamba kikawa kinamtoka. Akaanza kujiuliza kipi afanye ili kuokoa roho yake kutoka kwenye mikono ya vijana hao, ila mawazo yake hayakupata majibu kabisa. Akawa amesogea nyuma na kukaa chini, huku akiwa na hofu kubwa ndani ya moyo wake. Naomba ujiulize msikilizaji wangu, Watende atafanikiwa kutoka kwenye mikono ya hao vijana? Vipi kama hao vijana wakimkamata wanamwachia uhai wake kweli? Hakikisha kwamba hukosi kuendelea kusikiliza simulizi hii maridhawa. Nikukumbushe tu kwamba baada ya kusikiliza simulizi hii, naomba ukaweze kushare link ili wengine waje kusikiliza pia. Watende alihisi kuchanganyikiwa. Akawa anaangalia kulia na kushoto kama anaweza kupata kisu au wembe ili kuchana shiti iliyokuwa limetumika kutengeneza hema hilo. Shauku yake ilimzalia matunda, maana mbele macho yake aliona kisu kikali tu. Haraka hakuhitaji kusubiri. Alikichukua na kuchana eneo dogo la hema ili aweze kupita na kupata upenyo wa kukimbia. Hakika Mungu amtupi mja wake. Baada ya kuchana eneo hilo la hema, alitoka nje na kuanza kukimbia kwa mara nyingine ili aweze kuokoa roho yake kutoka kwenye mikono ya hao Israeli wa nafsi yake. Hakika Watende alikuwa anapitia maisha magumu, maisha ya maumivu na maisha ya majuto. Pengine alikuwa kijutia kuzaliwa vile. Vijana wale walishuhudia Thabiti akikimbia, hivyo hawakuwa na swali, badala yake walianza kumkimbiza vilivyo Watende. Walijikaza sana kumkimbiza, maana kule kijijini wana kijiji wamekata kabisa kuwapokea hao vijana. Wameambiwa ya kwamba wasipoenda na albino huyu, hakika wasikanyage katika kijiji kile, maana wanaweza kuleta laana pia. Ni kosa sana kumbaka alafu asimalizie adhabu ya kifo, ni kosa kubwa. Basi wale vijana waliendelea na shughuli yao ya kumkimbiza Watende ili waweze kuchomoa uhai wake kwa kisu na upanga. Iwe jasho, iwe mvua, uwe uchovu, liwake jua, iwepo baridi, kuwepo joto, lakini lazima Watende aweze kuuawa. Maskini wa Mungu Watende. Mbona anazidi kupitia wakati mgumu sana katika umri mdogo? Yote ni kwa sababu ya imani potofu ambazo zimekitawala kijiji cha Mange Bukende, ya kwamba kumwacha Zeruzeru kuishi katika kijiji chao ni kuzua makubwa na ya kutisha sana. Waliamini kwamba kumwacha Zeruzeru kuishi katika kijiji chao ni kuzua makubwa na ya kutisha, maana mtoto mwenye ulemavu wa ngozi wao walimchukulia kama laana tu, na hata siku moja hawakuwahi kuchukulia ulemavu wa ngozi kama ulemavu wa kawaida. Hivyo walikuwa wamejenga chuki kubwa na albino wote ndani ya kijiji na nje ya kijiji. Ikitokea albino akakanyaga kwenye kijiji chao, hicho ni kifo, hakuna kujitetea bwana. Hatimaye anazaliwa chifu mpya ambaye anahitaji kuondoa imani hizo, ila inakuwa tofauti kabisa, maana ameulinda uhai wa Watende toka akiwa mdogo mpaka amefikia umri wa miaka 11. Ila inakuwa ngumu sana kumlinda, maana wana Mange Bukende hawahitaji kabisa kumsikiliza chifu mpaka ruhusa kumteketeza Watende lipotolewa. Ona sasa, Watende amekuwa binti wa kukimbia huku na kule, amekuwa hana makazi ya kutulia, walau hata siku moja au mchana mmoja apate wasawa kutulia.
Amepata dakika kadhaa kutulia kwa yule mtu, lakini naye kamuuza kwa vipande vya dhahabu. Sasa atafanyeje? Mbio na kukimbia ndiyo uokovu wa maisha yake. Hatua ndefu, kisigino kugusa uchogo, ilikuwa ni sehemu ya kuokoa maisha yake. Ingawaji alifika sehemu na kuchoka, ila alipogeuka na kuwaona adui zake walivyopamba moto kumkimbiza, basi alikuwa kijitoa ufahamu na kusahau kabisa kama amechoka, na hapo angelianza kukimbia upya kabisa. Alikuwa kikimbia sana, mara anguke, ila alisimama na kukimbia tena. Wakati mwingine alichomwa na mwiba, maana alikuwa peku, ila hakujali kabisa maumivu. Aliibuka na kukimbia akiwa na mwiba wake hivyo hivyo. Binti mdogo wa tende alikimbia mpaka povu likawa linamtoka mdomoni, jasho limemkauka, kiu ya maji nayo imechukua nafasi kubwa ndani ya kifua chake. Njaa nayo haikutoweka tumboni kwake, ila hakukata tamaa. Alizidi kukimbia, maana kwake aliona ni bora afya akikimbia kuliko kufa kwa kuchinjwa kama kuku au mbuzi wa kienyeji. Vipi kuhusu wewe msikilizaji uliyepata bahati ya kusikiliza mkasa huu? Ni mangapi madogo unapitia, ila inakuwa haraka sana kukata tamaa? Unasahau kabisa kuna aliyepitia makubwa zaidi yako, ila yeye bado anapigana mpaka aone pumzi yake ya mwisho, ila si kukata tamaa. Usiwaze kukata tamaa, usiwaze kujiua kabla wakati wako, usiwaze kuacha haki yako ipotee, usiwaze kuacha ndoto zako zipotee kabla utimilifu wake. Unajua ni kwa nini nakwambia hivi? Mwacha nikwambie sababu. Hakuna aliyefanikiwa hapa duniani bila kupitia makubwa na mazito kwenye maisha yake. Wengine wamepoteza wapendao, wengine wamepoteza sifa zao kama viumbe, wengine wamekosa msaada, ila hawakati tamaa, maana wanaamini thabiti kuwa kesho yao ipo, na hawakati tamaa kabisa. Wanangoja kesho yao kwa ushindi mkubwa. Mjifunze kutoka kwa Tende binti Zeruzeru, ambaye hakati tamaa ya kukimbia kuokoa maisha yake. Licha ya kwamba povu likimtoka, kiu ya maji ikimwandama, njaa nayo haikuacha kumuma, ila kukata tamaa, maana aliamini lipo tumaini kwenye bidii yake ya kukimbia. Hakika binti wa Tende alikimbia akiamini suluhisho ya matatizo yake ni kukimbia pekee, akisimama ni kifo. Mbio za sakafuni kuishia ukingoni, hiyo ndio ilikuwa hatima ya binti wa Tende. Maana alikimbia sana, ila alifika mwisho wa msitu huo. Mbele yake kunalo korongo refu sana. Korongo hili linajulikana kwa jina la Mkumbavana. Nyuma yake walionekana wale vijana wakiwa wanamfuata wa Tende, huku nyuso zao zikiwa na hasira sana. Ni dhahiri kabisa kwamba akimfikia hakuna cha msamaria mtume, wote wangeridhika wa Tende akiwa maiti. Machozi alikuwa kimtoka wa Tende, huku akijiuliza maswali wapi akimbilie. Akisema kuruka huko chini ni mbali sana, hivyo akiruka basi kifo chake kitakuwa cha kutisha sana, na akisema baki hapo, basi wale vijana wanamfikia na kumcharanga mapanga mpaka kifo chake. Ni ipi hatima ya maisha wa Tende dhidi ya kifo ambacho kimemwandama mbele na nyuma? Je, ndio mwisho ukurasa wa simulizi ya maisha yake? Usikose kusikiliza sehemu inayofuata ili ukafahamu ni kipi ambacho kiliendelea, ukafahamu hatima ya maisha ya binti wa Tende. Atafanya maamuzi gani? Ataruka katika korongo lile ili akafie mbele kwa mbele, au atawasubiri wale vijana waje kutoa hai wake? Mimi sina majibu, ila sehemu ijayo ina majibu ya maswali yote hayo. Naomba usikose kusikiliza sehemu ijayo ili ukaweze kujua ni kipi ambacho kimeendelea. Lililo jina langu, ninaitwa Leimani Dunsu.